Ibada ni nafasi ya Mungu kutembelea maisha ya mtu. Ibada ni nafasi ya Mungu kubadilisha maisha ya mtu. Biblia inasema Eliya akasema, na ijulikane ni Mungu yupi anayestahili ibada. Wana wa Israeli waliacha kumwabudu Mungu na wakaiendea miungu, na utendaji wa Mungu ukakoma kwa taifa. Tunaona hata wakati wa Yeroboamu. Lakini Yosia aliposimama akasema, ninaanzisha ibada ya Mungu aliye hai, mara moja utendaji wa Mungu ulishuka kwa taifa la Israeli. Yamkini unahisi Mungu amekuacha kwa yale matukio na mabaya yanayoendelea kwenye familia yako. Yamkini unahisi Mungu hafanyi kazi sawasawa na unavyoamini. Yamkini uliamini kuolewa, lakini miaka inasogea. Yamkini uliamini kujenga nyumba, lakini miaka inasogea. Yamkini uliamini mambo makubwa ambayo Mungu alikuonyesha katika maono, lakini hayakutokea. Na kupa siri za kifalme jioni ya leo, ya kwamba katika uwepo wa Mungu ndipo kuna ufunguo wa yale yaliyofungwa. Katika uwepo wa Mungu ndipo kuna uweza wote wa kukuwezesha katika udhaifu wako. Jioni ya leo simama juu mbele za Bwana, mwinulie mikono, mwambie Baba, unastahili ibada. Nimekuja kukuabudu kwa sababu hakuna Mungu ila wewe. Wanadamu wana mwisho wa kutenda, miungu ina mwisho wa kutenda, uchawi una mwisho wa kutenda, lakini Jehova Mungu mwenye nguvu hauna mwisho wa kutenda. Matendo yako ni makuu na ya ajabu, yanatisha kama nini. Wewe ulimwambia Moses, ni kweli Farao ana wachawi, ni kweli Farao ana waganga, ni kweli Farao ana wasoma nyota, ni kweli Farao ana wajuzi wa mambo ya kiroho, lakini mimi ni Mungu zaidi ya miungu hiyo. Nami nitawatoa watu wangu bila kujali miungu ya Misri, bila kujali uchawi wa Misri, bila kujali majeshi ya Misri, na itajulikana yuko Mungu katika Israeli. Mwambie Bwana, hakika ndiwe nimekuja kukuabudu. Mungu usiye na mipaka ya utendaji, Mungu usiye na mipaka katika nguvu zako, uliye juu ya wafalme wa dunia. Yale ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Ni kweli serikali haina ajira ya kunipa, lakini wewe una kazi ya kunipa. Ni kweli daktari hana dawa ya kunitibu, lakini wewe una uponyaji wangu. Ni kweli washauri wameshindwa kushauri ndoa yangu, lakini wewe unaweza kuiponya kabisa. Ni kweli wanasaikolojia wamenishauri, nimesoma vitabu vyao, lakini maumivu hayajaondoka ndani yangu. Today I believe, leo ninaamini kwa Mungu asiyeshindwa, kwa Mungu asiye na mipaka. Na ndio maana nimekujia Bwana Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa utukufu. Nimekuja kama nilivyo Bwana. Inua sauti yako ya ibada mbele za Bwana. Mwambie, nimekukimbilia kwa sababu wewe ndiwe Mungu uliyeniumba. Nimekukimbilia kwa sababu wewe ni Mungu niponyaye. Nimekukimbilia kwa sababu wewe ni Mungu unayeniinua. Nimekukimbilia kwa sababu kwako kuna utoshelevu wangu, kwako kuna nguvu zangu, kwako kuna mamlaka yangu, kwako ndiko ninakoweza kuendelea, kwako ndiko napoweza kuwa na uzima wangu, kwako ndiko napoweza kuwa na amani yangu. Nimekuja kama nilivyo Bwana, nimekuja kama nilivyo Bwana. Mwinulie Bwana sauti ya ibada. Inua sauti ya ibada mbele za Bwana. Mwambie, hakika ni wewe Mungu peke yako, tumaini la maisha yangu. Ni wewe Mungu peke yako, mwisho wa mateso yangu. Nimekukimbilia Bwana, nimekuja kukuinulia mikono kama Moses anavyosema. Ni kweli hatuna jeshi, ni kweli hatuna silaha, tumetoka utumwani, hatujui vita, lakini Joshua, jitwalie watu wachache, nenda kugombana na Amaleki. Mimi napanda mlima wa Bwana, na kwenda na ile fimbo ya Bwana, na kwenda kumwinulia mikono yule Mungu aliye hai. Bwana, na sisi tumekuja kuinua mikono mbele zako, kuinua mikono mbele zako. Imeandikwa, Moses alipoinua mikono, jeshi la Bwana lilishinda. Tumekuja kuinua mikono, maana tunajua katika wewe ndipo kuna suluhisho hili, ndipo kuna uwezo huu, ndipo kuna uzima huu. Uinulie Bwana
na sauti, mwambie Bwana, mwambie Bwana, nimekuja kwa sababu wewe ni Mungu. Nimekuja kwa sababu wewe unaweza. Nimekuja kwa sababu wewe haushindwi. Nimekuja kwa sababu wewe unazo nguvu. Yamkini umekuja katika uwepo wa Bwana. Liko tatizo linaendelea kwenye familia yako. Liko tatizo linaendelea kwenye afya yako. Liko tatizo kwenye kizazi chako. Liko tatizo kazini kwako. Ni wakati wa kumwambia Bwana. Haijalishi uko nje ya hapa, uko nje ya Arusha, uko nje ya Tanzania, uko nje ya Afrika, popote unanisikiliza, popote unanitazama, inua sauti, ungana na imani hii kumwambia Bwana, yale yamenichosha, nimekukimbilia wewe. Yale yamenishinda, nimekukimbilia wewe. Bwana wa wokovu wangu, Bwana wa wokovu wangu. Biblia inasema Daudi alipoinuka asubuhi na kugundua Yerusalemu imezungukwa na majeshi ya wageni, imezungukwa na maadui, mataifa yamejipanga kuiangamiza Yerusalemu, yeye akainua sauti akasema, sisi hatuna silaha, sisi hatuna majeshi, sisi hatuna farasi kuiangusha haya majeshi ya wafalme. Sisi tunaye Bwana Mungu wa majeshi, kwa jina lake hushinda. Ndio Baba, tumekuja wakati ambapo hatuna fedha za kutusaidia katika matatizo, wakati ambapo hatuna marafiki wa kutusemea yaliyo mema, wakati ambapo hatuna msaada wa kibinadamu, msaada wa kitaruma. Tunakukimbilia wewe, tumekukimbilia wewe. Inua sauti, kiri mbele za Bwana, mwambie vile ulivyokuja. Huyu ni baba yako. Yale unayomwambia ndiyo atakayeyatenda. Anamwambia Isaya nabii, anasema njoni tusemezane, asema Bwana Mungu wa majeshi. Mungu anataka isikie sauti yako. Mungu anataka asikie kilio chako. Mungu anataka asikie uhitaji wako. Yesu akasema, unataka nikutendee nini? Mwambie Bwana kile unachotamani akutendee jioni ya leo, kile unachotaka kutendee mwaka huu, kile unachotaka kutendee mwezi huu. Mwambie Bwana, nimechoka mahali hapa, nimeshindwa mahali hapa. Biblia inasema yule Yabesi ambaye alikuwa na heshima kwa nduguze, lakini alizungukwa na dhiki, alizungukwa na uovu, mabaya ndiyo yalikuwa ni maisha yake, aliishi kwa kulia. Biblia inasema akamlingana Mungu wa Israeli. Tafsiri inasema akamlilia Mungu wa Israeli, naye Bwana Mungu wa majeshi akamtendea kama alivyoomba. Naona jioni ya leo imani ya mtu inajibiwa, imani ya mtu inajibiwa, ahadi inakuwa udhihirisho. Inua sauti na uombe. Sheremahando. Mungu, ninakuamini, haushindwi kuponya, haushindwi kuinua, haushindwi kubadilisha. Ninasimama mbele zako kama mtumishi wako kwa ajili ya kila imani iliyoinuliwa jioni ya leo, kila imani iliyoinuliwa jioni ya leo. Nimekuja mbele zako kama mtumishi wako. Ninakusihi Bwana, ninakusihi Bwana, acha mtembeo wako uwe juu ya watoto wako. Wewe haushindwi, wewe haushindwi. Ndio maana tumekuja, ndio maana tumekukimbilia. Wengine yatazame maisha ya ndoa zao, hawana wa kuwasaidia. Wengine tazama hatima zao zimedhoofishwa kiwango ambacho hawawezi endelea mbele. Wengine tazama maono yao ni kama yamefia mahali hapa, lakini kwako kuna tumaini, lakini kwako kuna tumaini. Ndiyo maana tumekuja, ndiyo maana tumesimama mbele zako, ndiyo maana tunasikia kutoka kwako. Haya ni maombi yetu. Kila mmoja hebu inua sauti ya ibada, inua sauti ya ibada. Mungu anataka ashughulike na maisha yako. Ule uaminifu ambao Roho Mtakatifu amesemesha, akaniambia anatenda. Natamani iwe kwako, natamani itokee kwako.
natamani itokee kwa watoto wako, natamani itokee kwa mume wako. Yamkini una mume lakini anatumikishwa na miungu, amekuwa mlevi, amekuwa mzinzi, yale yasiyowezekana kwa mwanadamu. Yuko Mikadeshim, yuko Elohim, yuko Adonai. Mwambie Baba, nimekuja na mume wangu. Ni kweli roho ya ulevi imemshinda, lakini ninajua Musa alipoinua mikono, Joshua alishinda. Nimekuja kuinua mikono kwa ajili ya mume wangu. Matatizo anayokutana nayo, changamoto anazokutana nazo, vita anayokutana nayo, ninajua ameshindwa, ila mimi kwa niaba yake nimekuja kuinua mikono. Unaweza omba kwa ajili ya mke wako, unaweza kuomba kwa ajili ya watoto wako, unaweza ukaomba kwa ajili ya wazazi wako, kwa ajili ya ndugu zako. Bwana ameshuka saa hii, Bwana ameshuka saa hii. Divine encounter, divine encounter, divine encounter, divine encounter, divine encounter, divine encounter, divine encounter. Come on, pray, 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 pray. Mwambie Bwana, ule ugonjwa ambao umekamata maisha mama yako, ule ugonjwa ambao umekaa kwenye damu ya baba yako, ile kansa, ile HIV, ile pressure, ile kisukari, mwambie Bwana, nimekuja kuinua mikono. Ule ugonjwa umeshindikana, ule ugonjwa umegoma kuachia, lakini mimi nimekukimbilia, mwamba, mfalme wa uzima. Yule ndugu aliyelala miaka 12 amepoza. Hey, Yesu alipoweka mikono juu yake, haikuwa tena upozaji ulikoma, bali neno la Bwana lilithibitika juu ya yule ndugu. Inawezekana kwa wapendwa wako. Wewe mwinulie mikono Yesu, mweleze. Usijaribu kutulia, usijaribu kunyamaza, usijaribu kutulia. Wewe mwinulie Mungu sauti, wewe mwinulie Mungu sauti, mwinulie Mungu sauti. Inua sauti, nena juu ya hayo magumu, nena juu ya hayo yasiyowezekana. Baba tunaomba, Baba tunaomba, Baba tunaomba, tawara. Ni kweli roho za mizimu zimetawala watoto wetu, ni kweli roho za mizimu zimetawala wazazi wetu. Wametawaliwa, hawawezi kuacha ulevi, hawawezi kuacha ngono, hawawezi kukaa kwenye ndoa, hawawezi kuzaa watoto. Roho ya miungu imekamata maisha yetu. Tumekuwa watumwa, hata tukiachiliwa hatuna tofauti na watumwa. Tukipata fedha zinapotea. Ndio maana nimekukimbilia. Hey. Pray. Hebu mwambie Bwana ile shida ulio nayo, mwambie Bwana huo ugumu ulio nao, mwambie Bwana hiyo vita ulio nayo, mwambie Bwana hayo magumu ulio nayo, mwambie jioni ya leo nimekukimbilia, jioni ya leo nimekukimbilia. Ninakuomba Baba, tawala. Hebu inua sauti yako, mwambie Baba, naomba utawale, mtawale mama yangu, tawala. Wewe ni mfalme tena juu ya wafalme, wewe ni Mungu zaidi ya miungu. Unaweza kukomesha utawala wa miungu yote iliyo kwa baba yangu, iliyo kwa mama yangu, iliyo kwa dada yangu, iliyo kwa kaka yangu. Ile miungu unaweza kukomesha na ukatawala wewe. Ndio maana nimekukimbilia. Hebu muombe Mungu atawale, hebu muombe Mungu atawale, hebu muombe Mungu atawale, muombe Mungu atawale. Mwambie Bwana, rehema zako ziongee. Baba yangu asifie dhambini, mama yangu asifie dhambini, mume wangu asifie dhambini, mke wangu asifie dhambini, watoto wangu asifie dhambini.
Acha rehema zako ziongee. Komesha utawala wa miungu, komesha utawala wa mizimu, komesha mamlaka za kipepo kwenye nyumba yangu. Na haya ni maombi yangu. Inua sauti na uombe. Roho Mtakatifu amenihakikishia lazima asikie kile unachoomba. Hii ni jioni ya kusikilizwa. Hii ni jioni ya kusikilizwa. The divine encounter, divine encounter, mkutano wa kimungu, mkutano wa kimungu. Mungu anakutana na maisha yako. Mungu anakutana na maisha yako. Mungu anakutana na wewe. Mungu anakutana na wewe. Mungu anakutana na wewe. Mungu anakutana watu wa nyumba yako. Wewe mwinulie tu sauti. Haya ni maombi yetu. Haya ni maombi yetu Bwana. Acha utawala wako uenee. Acha utawala wako utokee. Kama ulivyomwambia Eliya, Eliya, hautaondoka hata utawala wa Mungu aliye hai simame. Ukasema utainua nabii, Elisha akawa nabii. Ukasema utainua mfalme, Yehu akawa mfalme. Badala ya waabudu miungu, badala ya waabudu shetani. Rama shekete remando riko yanda rama sekete. Mwambie Bwana, ninaomba utawala wako, ninaomba utawala wako. Ni kweli tumekuwa chini ya mamlaka za miungu, lakini leo tunaanguka mbele zako, lakini leo tunaanguka mbele zako. Ndio Bwana, tutawale, tawala ndugu zetu, tawala wale walio chini ya maagano, tawala wale walio chini ya viapo, wale walio chini ya laana, wale walio chini ya mifumo ya uharibifu. Yes, yes. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Pray, pray. Mungu anasikia. Mungu anasikia. Mwambie Baba, naomba utawale. Unaweza ukawataja ndugu zako mbele za Bwana. Unaweza taja maisha yako mbele za Bwana. Inua sauti. Inua sauti. Inua sauti. Tangaza utawala wa roho ya Mungu. Tangaza utawala wa roho wa Mungu. Sema, nakomesha kila roho ya kichawi inayotawala kwenye nyumba yangu. Ni kweli wenda tulilogwa hatuwezi kuolewa, tulilogwa hatuwezi kuishi kwenye ndoa, tulilogwa hatuwezi kupata fedha zikakaa, tulilogwa hatuwezi kutana watu sahihi. Leo nakomesha hiyo mamlaka ya kichawi kwenye nyumba yangu, kwenye nyumba ya baba yangu, kwenye nyumba ya mama yangu. Hebu kataa utawala wa uchawi. Dakika moja, hebu sema, na kataa roho ya uchawi inayotawala watu wa nyumbani kwangu. Wenda kuna uchawi uliofanyika kwenye madhabahu za miungu, umeyaharibu maisha yetu. Naharibu roho ya kichawi, roho ya kichawi. Achia ndugu zangu hao uliowakamata, hao uliokamata uzao wao. Hiyo roho ya kichawi inayotembea, hiyo roho ya kichawi inayotembea. Yes, yes, yes. Wa uchawi unaowafanya watu kuishia njiani, unaoharibu maisha ya watu. Say, I destroy in Jesus name. Sema, na uharibu kwa jina la Yesu, na uharibu kwa jina la Yesu. Haribu, haribu, haribu wa uchawi. Haribu kila uchawi uliofanyika miaka 10, miaka 20, miaka 30. Kila uchawi uliofanyika ukavuruga maisha yenu, ukavuruga ndoa yako, ukavuruga uzao wako. Sema, huo uchawi nakomesha utawala wako, nakomesha utawala wako, nakomesha nguvu yako. Hii wapi nguvu ya mauti? Na kupiga kwa jina la Yesu,
Hii wapi nguvu ya magonjwa? Naipiga kwa jina la Yesu. Hii wapi nguvu ya mateso? Ninaipiga kwa jina la Yesu. Hebu nisikilize. Unaelewa wewe ni askari wa Bwana? Unaelewa wewe ni askari wa Bwana? Sikiliza. Watu wengi wanafikiri tukisimama mbele za Mungu, Mungu tu anaanza kupigana, sisi tumekaa tu. No. Biblia inasema malaika ni wacholi wetu. So wanasikia kile unachokinena. Na unaongea kama nani? Je, unaongea kama mtu mwenye mamlaka ama unaongea kama mtu wa kawaida? Sikiliza. Iko nguvu inaweza ikawa inatawala familia yako. Nimeona familia kadhaa ambazo zinatawaliwa, zinaendeshwa. Naifahamu familia moja. Familia hii walikuwa na bahati ya kusoma na kupata ajira. Walikuwa ni wasomi familia yote katika kijiji ambacho watu hawajasoma. Lakini wale watu wakarogwa, watakuwa walevi tu, wataoa wanawake wengi. Sikiliza nikwambie, namkumbuka shemeji yangu katika hiyo familia, alikuwa ni mchungaji. Nataka uelewe, alikuwa ni mchungaji kabisa. Ana mke mmoja wa ndoa, anamtumikia Mungu, lakini kwa sababu hakujua, iko laana inapambana naye. Navyokwambia mpaka sasa hivi ni mlevi kama ndugu zake, ana wanawake 4 kama ndugu zake, amekuwa masikini kama ndugu zake. Kila kitu kimeharibika kwenye maisha yake. Nakumbuka aliwahi kutana mtu mmoja, nilikuwa mdogo wakati ule. Yule mtu alikuwa anaumwa, amekufa. Yule shemeji yangu alikuja akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nakupa roho uishi. Yule baba akafufuka nikiwa naona. Lakini mtu huyu shetani amemwangusha, kwa sababu kwenye familia yao iko laana ya kumaliza vibaya. Iko laana ya kumaliza vibaya. Nataka nikwambie, uchungaji sijui uliishia wapi, maisha yakaharibika. Na nataka nikwambie, mpaka sasa hivi watoto wake 2 wa kiume, mtoto wake wa kwanza ana karibu miaka 25, ana wake 2 na anataka kuongeza 3. Nini kinaendelea? Walirogwa kwenye ukoo wao. Ninyi mmesoma, ninyi mnapata kazi, lakini kuna limitation. Tonight, say I destroy limitation. Sema navunja kila mpaka. Sema navunja kila mpaka. Niliyoambiwa nitaishia hapa. Sema navunja kila mpaka. Ni kweli tumeambiwa watu wa nyumbani kwetu tutafiwa na waume, tutaharibikiwa, hatutafika kokote. Leo naondoa huo mpaka. Dakika moja, inua sauti, anza kushughulika. Simama na upanga wa Bwana, simama na silaha ya Bwana, simama. Biblia inasema Daudi akarudi kambini. Daudi akarudi kambini na jeshi lake, wakakuta adui wamekamata mali zao, wamekamata watoto wao, wamekamata wake zao, wameacha kambi iko wazi. Daudi alipofika akaanza kulia, yeye na askari wake. Biblia inasema walilia hata wakaanza kuzimia, lakini Daudi akasimama mbele za Bwana akasema, nataka niwapandie watu hawa. Mungu akasema wapandie. Tonight mbele za Bwana, hebu sema, nafuata kila mpaka kwenye maisha yangu, nafuata kila uchawi kwenye maisha yangu, nafuata kila laana kwenye maisha yangu. Ninakujia kwa jina la Bwana, ninakujia kwa jina la Bwana. Ni wapi nguvu yako? Pigwa kwa radi, pigwa uchawi, pigwa uganga, pigwa. Pigwa. Sema na kuharibu, sema na kuharibu, sema na kuharibu. Wewe nguvu ya uchawi unayefuatilia watu wa familia yangu, Roho Mtakatifu ananiambia wengine mliandikiwa mtokaa mwendelee. Ni kweli ni wasomi, lakini mtaharibikiwa tu. Siku za kuharibikiwa zimewekwa mbele yenu. Jioni ya leo kataa, jioni ya leo vunja, jioni ya leo haribu. Yes.
Yes, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Omba, omba. Usijaribu kutulia, usijaribu kunyamaza. Piga kwa jina la Yesu. Sema kila uchawi uliozikwa kwenye pembe ya nyumba yetu, kila uchawi uliowekwa kwenye miti mikubwa, kila uchawi uliowekwa makaburini unaoyahusu maisha yangu, maisha ya watu wa nyumbani kwangu, huo uchawi pigwa. Ninakujia kwa jina la Bwana, ninakujia kwa jina la Bwana. Sheketeremando, orama sheketeremando. Kila uchawi uliofanyika dhidi yako, dhidi ya watoto wako, kila uchawi uliofanyika unakupeperusha, unakuondoa kwenye madhabahu ya Bwana. Unataka kukuondoa kwenye ndoa yako, unataka kuondoa heshima yako, unataka kuondoa nguvu yako. Haribika kwa jina la Yesu. Haribika kwa jina la Yesu. Haribika, 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 haribika. Sema na haribu, na haribu, na haribu, na haribu, na haribu, na haribu. Yule shetani aliyepewa jukumu la kunifuatilia, yule shetani aliyepewa jukumu la kuniangusha, yule shetani aliyepewa jukumu la kuharibu maisha yangu, leo, 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 leo navunja nguvu yako, navunja mamlaka yako. Shere mahando riko yandarama sekete. Hey, pray, 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 pray. Uko katika mlima wa Bwana, uko katika mlima wa Bwana. Hey! Ya ramana mana mana sheketere mana mana mana. Naiona neema inatembea, naiona neema inatembea, naiona neema inayotembea. Anza kutabiria maisha yako, anza kutabiria watoto wako, anza kutabiria mume wako. Mwambia ninakuinua, ninakupa nafasi hapo kazini kwako, ninakupa nafasi hapo kwenye cheo chako, ninakupa nafasi hapo kwenye biashara yako, ninakupa nafasi. Ongezeka, endelea, fanikiwa. Reko. Pray, 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 pray. Pray, pray. Pray, 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 pray. Anza kuwatabiria, anza kuwatabiria, anza kuwatabiria. Sema mwanangu, hautakuwa kirasa, hautakuwa mapoza, hautamaliza vibaya. Hey, prophesy, prophesy, prophesy. Biblia inasema Elisha alipoingia katika mji ule uliozungukwa na adui, akasema, sikia we mji, ni kweli umezungukwa, ni kweli adui amekuonea, lakini kesho hautakuwa chini ya kuzungukwa, ya kuzingirwa, ya kuendeshwa. In Jesus name. Tabili, tabili, tabili. Prophesy, 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 prophesy. Reko yanda ramashe keteremando. Prophesy. Hey, prophesy, prophesy, prophesy. Increase.